Kubaniwa kote miaka 10. Siku mkuu wa mkoa wa kipindi hicho cha Dar es Salaam Paul Makonda alivyokuwa na ugomvi na nani na Clouds kwamba kavamia Clouds. Nilishangaa Sugu akaonekana kwenye kituo cha Clouds. Hapo sasa walishama kitega uchumi wako Mikocheni hapo. Kwa pala anaongea na vyombo vya habari kwa yuko upande wa nani? Wa Clouds. Mtu mfupi ni shida. Ndio maana waga nilishawahi kusema mtu mfupi ni kilevu. Kuwa makini sana kuishi na mtu mfupi. Mimi nakwambia yes. Mtu mfupi atabiriki. Karibu tena mtazamaji wa Dudubaya TV, wakati mwingine tunakuletea burudani nyingine, interview nyingine, maneno kuntu konki na vitu ambavyo unaweza ukajifunza pia kutokana na kile ambacho Dudubaya huwa anakizungumza. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kusubscribe na kumfollow Dudubaya kupitia Instagram kama official Dudubaya, lakini pia kupitia TikTok yake kama official Dudubaya. Tunashukuru sana kwa kila kitu ambacho mmekuwa mkiendelea kwa kutoa support. Na leo hii niko tena na Dudubaya. Na leo bana ameniambia na kitu chake kipi ambacho anataka kukiendeleza. Tunaianzaje hiyo Dudubaya? Najizima mwenyewe, najiwasha mwenyewe. Kwa maana ya kwamba mimi na utaratibu naweza nikaamua kuanzia leo mpaka baada ya miezi 6 nisionekane kwenye chombo chochote cha habari, nisisikike sehemu yoyote na mtu yoyote asijue niko wapi. Alafu baada ya muda huwa naibuka. Nikiibuka ndio kama hivi sasa hivi Dudubaya TV. Asubuhi, mchana, jioni, usiku tunakinukisha na wewe JS hapo, umeshanaelewa. Kwa hiyo maadui zangu wengi ambao wanapambana kuhakikisha wananizima, huo wakiniona nimepotea wanafanya sherehe. Kapotea sasa hivi kapotea. Kumbe hata kipindi kile mimi niko Mwanza naumwa, niliamua kujificha kwa bi mkubwa. Sikutaka mtu yoyote ajue niko wapi, sikutaka chombo cha habari kijue. Lakini sasa hivi niko hapa Dar es Salaam, unaona mashambulizi. Kwa hiyo nilikuwa na produce mabomu kama Putin, Urusi, Mambas 24 ni Urusi. Kwa hiyo wewe unayetarajia kunizima utapata tabu sana, kwa sababu huwezi kunizima hujaniumba wewe, huwezi kunizima hujanizaa wewe. Mwenyezi Mungu hajaye kuzimwa, hajaye kushindwa, na mimi sitashindwa. Kwa hiyo najizima mwenyewe, najiwasha mwenyewe. This is Dudubaya TV. Sawa bwana, kwa hiyo utachagua na wewe kama utaamua kwenda nayo, utajizima mwenyewe, utajiwasha mwenyewe. Hata kwenye maisha ya kawaida tu unaweza kaamua ukajizima afu ukajiwasha. Kwa hiyo Dudubaya amefafanua, unaweza kaamua ukajificha sehemu ukafanya mambo yako afu baadaye ukaja ukaonekana kwa wana wakasema huyu jamaa mbona ghafla tu tunamuona amefanikiwa. Huko ndo kujizima kwenyewe na kujiwasha kwenyewe. I go by the name JS. Usisahau kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. Dudubaya bana, leo nimerudi nyuma kidogo nikasema kumbe kwenye harakati za kugombana na hizi redio kubwa sio tu Dudubaya, kumbe kuna watu pia waliwahi kuidis redio kama Clouds. Nimeona ngoma ya Sugu naye aliwahi kuwadis Clouds. Nataka kufahamu kwa sababu pia comment za watu wengi sana tumezipata huku TikTok, lakini pia Instagram na YouTube. Wanataka kufahamu kwa nini Sugu aliingia kwenye ugomvi na Clouds. Ugomvi ulianzia Sugu alikuwa na albamu yake. Uzinduzi kama kawaida zamani ilikuwa Clouds ndio waandaa matamasha. Radio zingine zote zilikuwa ziandai matamasha. Na hata sasa hivi kuna radio nyingi haziandai matamasha nchi nzima, kwa sababu sasa kuna radio hadi wilayani, kuna TV hadi mikoani, lakini haziko kwenye entertainment ya kuandaa matamasha. Ushanaelewa? So Clouds kama waandaji wa matamasha waliingia makubaliano na Sugu waandayo uzinduzi wa albamu yake hapa Dar es Salaam, ukumbi wa Diamond Jubilee. Baada ya hapo weekend inayofuata wakafanya Arusha, wakitoka Arusha wakafanya Mwanza na waelekea mikoa mingine. Lakini kilichotokea baada ya uzinduzi hapa, kama kawaida yao jamaa huaga wanasema wadhamini hawajatoa hela, kwa watakupa tu transportation, usafiri na vitu kama hivyo. So Sugu ikafika sasa kashafanya uzinduzi na umefanikiwa, watu wamejaa, lakini hela kulipwa. Baada ya pale ndo wanamwambia next weekend tunakuwa Arusha. Sugu ndo akagoma hapa, ambia Kusaga akamwambia Ruge mimi siende huko Arusha mpaka mnimpe changu kwanza. Kwa hiyo gomvu kandia pale, Sugu akawatukana matusi. Ndio mwanzo wa Sugu nyimbo zake kutokuchezwa na Clouds. Na ndio Sugu akawa anaenda Uingereza anapiga vibarua vyake, kula anaenda Marekani anapiga vibarua vyake, anarudi Tanzania anapotelea Marekani, Uingereza kwenye aso zake huko anapiga vibarua anarudi. Lakini walio mzima Sugu for 10 years, miaka 10, ni wakina Kusaga wakina Ruge. Kwa sababu tu kadai chake, kadai haki yake.
Kweli mtu unaweza kumwandalia uzinduzi alafu usimlipe, unamwambia twende show. Ndio haya yanayoendelea kila siku. Nasema haya matamasha makubwa ndio wasanii wanaambiwa hivyo. Mikoa 10 anaambia wadhamini hawajatoa hela. Alafu mkimaliza show unaenda pale ofisini wa dai chako anakuambia toa ngoma mpya, wadhamini bado, ili waanze kukupa sifa tena kwenye redio yao. Ulivyo mbumbumbu ndio unakaa kimya. Chanaelewa vizuri. Kwa hiyo hela inakuwa imeshaenda. Kwa hiyo maarufu kunuka. So ndo ugomvi ulianzia pale. Okay. Wakati Sugu kataitiwa sana, mimi nakuwa naye sana Sinza pale Deluxe, kuna hotel inaitwa Deluxe. Tunakaa sana pale. Tunapiga harakati, mpaka saa 6 usiku, saa ngapi kila mtu anaondoka. Kwa ile ilikuwa kama kijiwe chetu pale. Sugu ndio akaja akiwa na hasira zake akaingia studio. Nafikiri ilikuwa MJ Records kama sikosei. Ndio akatoa wimbo unaitwa Sugu Moto Chini. Wanaipa hapo anaujua. Ilikuwa bonge ya nyimbo. Na video ikafanywa na Frank Mtawa, Twice Production. Walikuwa ofisi zao ziko Kariakoo. Kwa wamefanya production yao hiyo project na nini, audio na video, mimi sijui. Sasa walivyokutana Makidizo nafikiri wanaipa hapo anamjua, alikuwa kundi la Daskendo, ni mwanangu. Lakini kabla mimi kujuana na Makidizo, wanajuana na Sugu way back. Pamoja na kina Dola Sowa, kina Segoni kwa kundi la Diplomats. Kwa hiyo Sugu sasa haelewi aanzie wapi kupeleka huo wimbo kupromote. Sababu kuna redio mpya hawafahamiani. Yeye alikuwa anajuana nao sana, ni nani? Ni yao, yes. Ndio Makidizo akamwambia sikiliza, mimi niko na Duduba. Na Duduba anakaa Mwenge. Na tuko naye Daskendo. Na Duduba anajua promotion. Twende kwa Duduba. Akiishika hii nyimbo itafikia malengo unayotaka. Na ujumbe utafika kwenye jamii. Kweli ndo akanivutia wao, nikamwambia mimi niko Mwenge. Kweli wakaja. Tukakaa, nikaicheki video pale. Nikaisikiliza audio, nikasema fresh. Kwa hiyo unatakaje? Mimi ninachotaka uipush ngoma. Nikamwambia poa. Shana na mimi hapo na Clouds ni vitu vili tofauti. Kweli wakaenda kila kitu nini kaisambaza. Kipindi hicho East Africa TV na radio ndo wanashindana sana na nani? Na Clouds. Ndo radio ambayo ya kizazi kipi ilikuwa ina competition sana na Clouds. Kwa hiyo kama una ugomvi na Clouds ukiwa East Africa ni daily. Shanaelewa wako na wewe. Kwa mimi nikavuta waya East Africa TV na radio. Ngoma ya Sugu ikafika pale. Na sehemu radio zingine kama Magic wapi. Ngoma likawa linapigwa. Ndio unasikia Sugu Moto Chini na wapiga dole la kati sui na nini na mpaka lile jengo linaonekana kwenye video ile ni jengo la kitega uchumi. Watu wanaojua posta wanalijua ile jengo la kitega uchumi, na ndio ofisi za hawa jamaa zilikuwa pale za. Kwa hiyo lilishutiwa lile jengo kuzoom kabisa kwamba studio zenu ziko hapa za Clouds. Sijaelewa. Kwa hiyo ile ngoma kapchezo sana ile video East Africa TV na audio kwenye radio. Paka nikahakikisha imeingia top 10 namba 10 na mpaka ikafika namba 1 kwenye top 10 East Africa. Kipindi hicho East Africa TV walikuwa ni ile top 10. Yaani top 10 ilikuwa kila mtu lazima atazame ngoma mpaka ikafika namba 1. Ule wimbo ukahit. Ushanaelewa. Lakini baada hapo mimi sijawahi kuona sehemu yoyote Sugu ana appreciate. Unaona, baada ya pale kubaniwa kote miaka 10. Wamekutesa mpaka unaenda Marekani kupiga vibarua, Uingereza, day worker, hiyo ndo maana anajiitaga day worker. Shanaelewa. Watu wamekusurubu miaka 10, wamekutesa. Kilichokuja kunisikitisha sana, JS. Siku mkuu wa mkoa wa kipindi hicho cha Dar es Salaam Paul Makonda alivyokuwa na ugomvi na nani? Na Clouds, kwamba kavamia Clouds. Nilishangaa Sugu akaonekana kwenye kituo cha Clouds. Hapo sasa walishama kitega uchumi wako Mikocheni hapo. Yuko pala anaongea na vyombo vya habari, yuko upande wa nani? Wa Clouds. Tofauti na upande wa nani? Wa Makonda. Kisa yeye yuko Chadema. Makonda yuko CCM. Sasa mimi nikajiuliza, nimekaa hivi. Kasema aka jamaa vipi yake? Yaani watu wamekutesa miaka 10. Hawapigi ngoma zako. Leo tena wana ugomvi na Makonda, wewe unakaa tena upande wa hao watesi wako. Labda uliona ni mateso, lakini kwake labda hayakuwa mateso. Mtu mfupi ni shida. Ndio maana waga nilishawahi kusema mtu mfupi ni kilema. Kuwa makini sana kuishi na mtu mfupi. Mimi nakwambia JS, mtu mfupi atabiriki. Ni matatizo. Nilishangaa na kashangaa jamaa vipi? Shanaelewa.
Kwa hiyo likaenda hilo la Makonda likapita na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile nyimbo niliipush mimi na mpaka ikajulikana hapo ile. Sawa, nilikuwa nataka nikuulize kidogo tu hapo kwenye wimbo kabla sijakuuliza swali lingine. Nyimbo ilikuwa ina matusi. Kwa nini haikufungiwa kipindi hicho? Haikuwa na matusi yale ya kama yenye ukakasi. Yenye ukakasi. Kwa hiyo ndio maana haikufungiwa. Sana mle ndani tusi kubwa ile na wapiga dole la kati. Sasa na wapiga dole la kati BASATA haije kufungia, lakini kwa watu wazima wanaelewa dole la kati ni kitu gani, ndo na wapiga dole la kati ndio vitu kama. Yes. Kwa hiyo watu haina shida. Yeah. Sawa. Kwa nini wewe haukuwa pamoja na Antivirus ambayo ilikuwa ni harakati pia, na wewe ni mwanaharakati? Na ndio maana mimi harakati zangu hizi sitaki msanii yoyote awe na Mambas 24. Na ndio maana Mambas 24 mtu maarufu ni mimi tu. Msanii ni mimi tu. Wengine wote sio wanamuziki na wala sio maarufu. Na ndio maana ya Mambas 24. No sleep, yani hatulali masaa 24. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo kwa nini sitaki kuwa karibu na wasanii? Wasanii wengi wanafiki. Msanii anaweza akawa karibu na wewe, anashinda sebleni kwako hapa, akitoka hapa kumba na rekodi anapeleka ujumbe upande wa pili. Ni wanafiki. Na hata Paul Makonda alishawahi kusema wasanii hampendani, ni wanafiki. Mkipata hata mtu ana hela mnaanza kupondana nyinyi kwa nyinyi, kuharibiana riziki nyinyi kwa nyinyi. Unakumbuka alishawahi kusema kama Makonda. Tena tulikuwa Mlimani City. Aliwachana wasanii. Kwa hiyo wasanii wako hivyo. Na ndio maana mimi niko mbali na wasanii. Tupige story moja mbili, lakini kwenye harakati zangu ni marufuku. Keep distance, kaa mbali huko. Niachie mimi huu msalaba. Na dunia nzima inanisikiliza, iwe Marekani, iwe Ulaya kupitia Dulba TV, Afrika inanisikiliza, is enough. I don't need your support. I don't need your company. I don't need your device. Shanelo, Utatu Mtakatifu unanitosha. Kwa hiyo kwa Sugu mimi 2010 kama sikosei nilikuwa Mwanza. Akanipigia simu. Bwana tuko Mbeya, wana kibao wanakuja hapa, tumeshakusanyika na nini, sasa wasanii wengine wa hip hop. Ushakusanyika na tunaomba support yako na wewe uungane na sisi tupambane, ushanielewa. Hata kulala, alitumia kabisa hiyo kauli. Hata kulala chini tulale chini. Chakula tunachopata hicho tutakula. Unaelewa hizo kauli? Usikalili vizuri. Hata chini tutalala. Chochote tutakachopatikana hicho tutakula hivyo hivyo. Yaani maana yake ni harakati za watu wanaopigania kujikomboa, wako kwenye hali duni. Mimi hiyo hali duni, mimi nimetoka kwenye familia maskini. Sishangai, ndio maana mimi hata niwe na matatizo uweze ukanikuta nalia. Uweze ukanikuta nasikitisha kwa sababu nimetoka kwenye maskini. Najua shida. Lakini mimi unajua mimi niko straight. Nilimwambia Sugu, siwezi kuungana na wewe kwenye hiyo project yako au hizo harakati zako za antivirus. Kwa nini? Nikamwambia sipendagi unafiki. Wewe ni mnafiki. Mimi nimepromote nyimbo yako lakini you never appreciate. Shade loves. Kwa hiyo unataka tena mimi niungane kwenye antivirus kisa umezulumiwa hela za malaria no more. Umezulumiwa, umetoka na mchongo wa malaria no more, umezulumiwa, ndio unataka mimi niungane na wewe. Na naamini hata hizo hela ungepata usingenijali. Naamini hata hizo hela tukipambana ukizipata uwezi kunijali. Kwa hiyo wewe endelea na hao ulionao. Kweli wakaanzisha hizo harakati zao. Antivirus nafikiri Tanzania wana rekodi album wanatukana, wanaitukana Clouds, wametukana sana, watukana kina Luge nani hivyo. Mimi sikushiriki kwa sababu hiyo niliyoisema. Kumbe mimi waga naiona kesho nikifikiri. Unajua binadamu ukifikiria sana, when you think big about tomorrow, kuna kitu unakuwa na kisensi. Kwa hiyo nilijua kitakacho kuja kutokea. Antivirus hii hapo, Sugu kaingia bungeni, kaongea sana bungeni na nini, akaitwa akakalishwa chini. Bwana haya yaishe na nini, na wale waliochukua ule mkwanja wa malaria nomo kutulizwa huyo Mbeya, kawatelekeza wote antivirus. Na ndio hayo niliyahisi yakaja kutokea kwa antivirus wenzake. Hajawagawia hata 100. Ningekuwa ni mimi, hawa ni wanangu wana hip hop, unajua ningefanya nini? Kwa mimi, kwa akili yangu, P-Funk yupo, hip hop producer. Masaje yupo, Sugu kafanya kazi nyingi sana na Masaje, ni wana kwake. Ushanielewa?
angemuita Masajei na P-Funk. Sikiliza P-Funk, sisi antivirus tuko namba hii hapa, tuko watu kadhaa, wasanii kadhaa. Masajei fedha hii hapa, rekodi album yenye nyimbo 10, na P-Funk hela hii hapa, rekodi nyimbo 10. Kozi album hizi 2. Then unaita madirector kina Adam Juma walikuwepo, kina Anskana wapo na madirector wengine, ukakaa nao chini washuti video. Alafu hizo nyimbo zianze kuwa promoted. Hizo nyimbo sasa, hizo sio nyimbo za kutoka, ziwe zile za biashara sasa. Ndio, za kibiashara. Zianze kuchezwa kwenye vyombo vya habari. Zihit. Sababu kama hela alipo hata promotion alikuwa anaweza kufanya. Hata kama yuko busy, angeweza kutafuta mtu kwa ajili ya kusimamia promotion. Nyimbo zile zikihiti, hawa wasanii waandae tour. Mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Wewe wanaingiza fedha. Wanaweza wakagawana, hawa wengine wapitie kaskazini, Tanga si wapi, wengine wapitie Iringa, wapi waingize pesa. Hiyo ingekuwa ni bonge ya kitu umekifanya kwa wenzako waliopambana na wewe. Lakini wewe umelipwa mkwanja, umewatelekeza. Leo hii nikwambia JS, nani msanii aliyeshirika antivirus ana uhai? Wote wako ICU. Na hawawezi kurudi, kwa sababu mimi nishawahi kusikiliza Clouds siku moja XXL. Waliitwa mapacha, maujanja supplier, wale mapacha wa Mwenge wale. Wakawa wanaojiwa na project yao pale, albamu yao. Wadamu Mchomba aliwauliza swali moja tu, mlitutukana sana, mlimtukana sana Ruge, mlitukana sana, lakini leo mko hapa mjengoni. Kwa hiyo tunachokitaka muombe msamaha mashabiki wote na wasikilizaji wa Clouds hivi. Okay. Shanaelewa vizuri. Yaani aibu. Kwa sababu hivi mmeona mje tena. Hapo wana nyimbo yao mpya. Ilipigwa siku moja tu kapuni. Akaja akaenda. Ni nani huyu? Nani? Ambaye kaimba na LJD. Anakaaga nje. Ramadi. Ramadi. Sawa, Sana kaaga nje anarudi. Yeye ndo mpiga chorus kwa wanaharakati. Unaelewa? Naye akawa na project yake. Naye akabanwa hewani ya XXL ya Clouds. Kaanza kuulizwa maswali hali ya shombo. Inabidi uombe msamaha. Omba msamaha. Wasikilizaji wa Clouds wanakumind. Akaomba msamaha. Yaani unajua nilicheka. Bado zamu yako. Haiwezi kutokea hiyo. Utatoa project upeleke pale. Haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Uende uombe msamaha. Unajua nilicheka. Mtu anaanza kuapologize on air. Ana nyimbo yake. Nyimbo imepigwa siku hiyo. Baada ya kipindi kapuni. Ndio maana Clouds walishapa wasanii wote ambao walishiriki antivirus. Hawawezi kutoka tena kwenye ile game. Hiyo nakwambia leo. Na kwa nini nasema hivyo, mtazamaji wa Duluba TV? Ilitokea Sugu alifanya wimbo na Mr. Blue. Unajua wimbo wa Sugu alifanya kwa Master J ambao anacheza golf hivi. Si ndio? Ule wimbo ulitoka na video. Ule wimbo ulikuwa ni wa Mr. Blue. Sasa alivyoona Clouds na Sugu wameelewana, wamepatana na yuko nao kipindi Makonda yuko against na Clouds. Mr. Blue wishes yake ilikuwa kufanya wimbo na nani? Na Sugu. Kwamba alikuwa anatamani kuimba na legendary kama Sugu. Kwa akaenda kwa MJ Records. Akapata time ya kurekodi, lakini wakamuita Sugu aweke verse moja. Kwa hiyo Mr. Blue feature nani? Sugu. Ili ndoto ya Mr. Blue itimie kwamba alishawahi kuimba na nani? Na Sugu. Project ikakamilika. Kukamilika Mr. Blue kaipeleka bwana. Cha kwanza Mr. Blue ana mahusiano mazuri na Clouds. Kaipeleka. Kuipeleka ile ngoma. Alipofika hivi kwenye music department pale inasikilizwa nyimbo. Pale aliambiwa hivi, Mr. Blue umechemka. Sio kachemka kuimba, umechemka. Kwa nini umemshirikisha huyo mtu? Mbona mimi nilipofuatia vyombo vya habari mna amani, mmemfanyia interview, ugomvi umeisha kati yenu na antivirus umeisha, ndio maana nikampa collab. Kwa nini mnaniambia? Wakamwambia huyu bado tuna ugomvi naye. Kwa hiyo rudi studio kafute verse yake, ibaki ya kwako, weka verse ya pili, utafuta msanii mwingine. Kamuulizeni Mr. Blue. Hello? Umeelewa sasa?
kweli ile baada ya Mr Blue kakaa bila nyimbo kuitoa. Sugu akampigia, "Oya vipi hiyo nyimbo uliniambia unaitoa mbona utoe?" Kaambia, "Bwana mimi nimeshindwa namna ya kupromote ile nyimbo, kama vipi Blow ifanye kuwa ya kwako." Sugu ndo akaenda mjeleko zakaweka verse ya pili. Kuweka verse ya pili ndo nyimbo ikaa kwake, ndo akashoot ile video anacheza gofu akina Master J wamo mle ndani na vitu kama ndo ile ngoma sasa ndo nakupa historia. Na zezani kama Sugu hapa akisikia atajiuliza huyu jamaa kajuaje. Na Mr Blue atajiuliza huyu jamaa kajuaje. Nawe umejuaje? Mambas 24 no sleep. Nikikwambia Mambas 24 hatulali usiku na mchana, so tuna details kibao. Okay. Shana, this is the Dubai TV. Shana leo. Kwa hiyo hapo kwa hiyo ndio maana linakuja swala la kwamba hawa jamaa kwa nini mimi sitaki hata kusogea kwenye ofisi zao? Kwa nini sitaki suluhu? Wana unafiki wa hapa wa mdomoni, sio wa moyoni. Kwa hiyo unaweza ukajifanya mmekutana baa hivi au sehemu yoyote, bwana ameisha njoo kesho kutwa interview, wanaenda kuchoresha pale, na Watanzania wanajua hawana ugomvi nawe kwa sababu wamekusikia unahojiwa. Wamekusikia nyimbo yako inapigwa. Kwa hiyo baada hapo wanakuweka kapuni. Alafu kesho utakuja kusema nina ugomvi na Clouds wapigi jivu wakati juzi wamekusikia huko pale. Kwa hiyo mimi na akili ndio maana sitaki shobo na wao. Hiyo ilikuwa baada ya Sugu kuwa karibu nao na vitu vingine hivyo vikatokea, ndo akaja kutoa hiyo ngoma, na bado ngoma haiku, na yeye alivyoamua kuichukua kama yeye alipeleka au ndo alipeleka siku inapigwa kwenye mix za DJ. Unajua hizi media kama wataki utoke, DJ sasa anagewa jukumu kinafiki, unapiga nyimbo yake chorus tu au ikianza verse tu afu toa pandisha nyimbo ya. Kwa hiyo wewe unakuwa usikiki. Nyimbo ikitakiwa itoke, ninavyojua mi promotion ikae kwenye rotation, it's like 2 weeks, wiki mbili kwa kwenye nini rotation. Kwenye vipindi inazunguka. Alafu ni lazima isiwe inapigwa kwenye mix na nani na DJ, iwe inapigwa nzima na watangazaji ikifika mwisho waiongelee. Ndo maana ya promotion. After 2 weeks watasikilizaji watakuwa wameshavaa nini, wanakuwa wanaiomba, kwa hiyo inakuwa inaenda yenyewe. Sasa wewe nyimbo nimetoa leo, alafu DJ inatambulishwa leo, kesho inaanza kumixiwa kwa DJ. You don't need me, unihitaji. Sasa wasanii wengi hawalijui hilo, na ndio maana kuna wasanii wa zamani leo hii wanaitwa Clouds, wanafanywa kama content. Eti nyinyi mbona msikiki sasa hivi? Msanii anabaki asema najipanga. Unajipanga umekuwa matofali. Unacholeshwa, kipindi kina matangazo, watu wanaingiza pesa, wewe unafanywa content from Temeke to Mikocheni, nauli ya kwako, chakula njiani cha kwako, alafu unaenda kugeuzwa content. Siwezi kufanya ujinga. Na ndio maana hizo interview mkibao. Dubai TV is enough to me. Watu dunia nzima wananisikiliza. Siwezi kuwa mjinga ukanifanya mimi mpumbavu kunifanyisha kipindi cha nusu saa alafu kesho upigi nyimbo zangu. Ndio wanavyocholeshwa wasanii. Sasa wasikiki. Sasa kama mtu asikiki, si anapewa airtime ya kuja kutueleza kwa nini hausikiki. Kwa hiyo baada ya kutueleza sasa toa project ili sawa. Nataka uniambie hapo, tulikuwa bado kwa Sugu na ugomvi na nini na diss track yake. Nataka uniambie sababu ya Sugu na Pandesele kutokuwa karibu au kutokusalimiana. Nini kilitokea? Yaani wale afanda anavyomchukia Sugu inapitiliza. Hapendi kabisa hata kushikana naye mkono, hata kukaa meza moja kuzungumza, kwa sababu Sugu kipindi hicho anaitwa Too Proud na mimi nasoma Morogoro na Afandesele. Au wewe kusoma Morogoro? Yes. Tuna story nyingi sana na wewe. Kwa hiyo nikiwa chuo, nikawa pale chuo nilikuwa na studio. Producer ni Expella. Na ndio pale ile studio tulikuja kukutana na East Zoo. Chamber Squad. Kwa maana kina Mangwea, Nula, MSB, kina Dark Master, kuwepo Maloga, yuko wapi sasa hivi na wengine. Kwa hiyo walikuwa wanatoka Mazengo Sekondari Dodoma, wanakuja Morogoro kwa ajili ya kufanya nini? Kurekodi. Na sisi game tumelianza Morogoro. Kwa hiyo ndio tukawa tunarekodi wapi? Katika hiyo studio. Ndio tulipojuana na kina Mangwea. Na mpaka wakanikaribisha Mazengo Sekondari, nikawa tunaenda Dodoma hivyo. Shanaelewa. Kwa hiyo Mangwea namjua way back. Shanaelewa. Tutakuja tumzungumzie huyo mtu. Tofauti na mtu tukasikia kifo cha Mangwea basi anaongea anajifanya anamjua.
Sisi tumelala hadi kwenye mabweni ya Mazengo sekondari. Yaani mnaingia kiuchochoro. Wakina Mangwea tunalala kwa sababu hatuna hela ya guest. Dudubaya usiseme hiyo story, tutaizungumza. Hiyo ni package. Yeah, kwa hiyo Afande Sele kazi yake pale Morogoro alikuwa ni shanta. Unaelewa maana shanta? Yaani wale wapiga debe wa kwenye taxi. Ndio wanaitwa kwa shanta. Tofauti na mpiga debe wa kwenye daladala. Kwa hiyo pale Luna, stendi ya Luna ya taxi pale Morogoro mjini karibu na soko kuu. Afande Sele ndio ilikuwa kituo chake. Kwa hiyo ilikuwa ndio njia sisi ya kutembea kuelekea Kilakala ambapo ni chuoni pamoja na nini na studio. Sasa kuna mshikaji pale ndo alikuwa anauza tape, muziki mkubwa hivi. Kwa hiyo zile instrumental, sababu kipindi hicho tulikuwa tukichana kufanya mazoezi tunatumia beat za wapi za mbele. Mobb Deep wakina Not by Nature wakina Trench wakina nani. Kwa hiyo jamaa alikuwa ana album za tape za mbele lakini zina beat. Kwa hiyo alikuwa anatusaidia beat. Ndio jamaa akaniambia huyu dogo anaimba nani Afande Sele. Kweli yeye. Sasa to proud sasa ambaye sasa hivi ni Sugu na kundi ya Diplomats ambayo ni wakina Saigon wakina Doraso wanakuja kufanya show Mango kwa Ino, ndio kumbi zilikuwa kumbi mbili tu, Ino kwa Ino hapo Mango Garden na Mwanzo na Morogoro Hotel, ndio kumbi kubwa. Kwa hiyo Jumapili ndio walikuwa na show pale. Kwa hiyo kama underground, kama mimi hata niende sasa hivi niende Tabora kupiga show, underground si wanakuja kuomba nafasi ya kuimba. Kwa hiyo sisi kama underground mimi nikaenda kuomba nafasi ya kuimba. Kwa hiyo wakanipokea nikawekwa kwenye list. Afande Sele naye akawepo. Ikafika muda wa kuimba mimi nilikuwa naimbia beat ya Mobb Deep. Kwa hiyo nikapanda nikachana watu wakashangilia, nilipomaliza Sugu akanipongeza. Safi. Kafika zamu ya Afande akaogopa kupanda. Sugu akaniambia Jumapili ijayo tunafanya ukumbi wa NK wapi? Dodoma. Unajua kipindi hicho pia kulikuwa na madisco yale ya mchana ya jioni yanaitwa Buki. Hata Mwanza Deluxe ilikuwepo hilo disco la mchana. Mwisho saa 2 usiku. Kwa hiyo show ya kule ya Morogoro ilikuwa usiku. Ya kule ilikuwa ni Buki ya mchana kwa ajili ya wanafunzi. Na kina Mangwea walikuwepo wakaimba kama Chamber Squad na makundi mengine na sisi kutoka Morogoro tukawepo. Sasa wapi? Dodoma. Kwa baadaye niliporudi ndio nikawa na Afande. Mimi ndio msanii wa kwanza kumuonyesha Afande Sele studio. Na Afande Sele huwa ana appreciate hata waandishi wa habari wakimfuata wakimpigia simu. Waambia ni kweli. Mimi ndio nimwambia una kipaji twende. Ndio tukaingia naye studio hapo kwa Expella chuoni pale. Ndio akaona studio kwa mara ya kwanza. Alikuwa anaimba ila hajawahi kuingia studio. Kuona vyombo vikaje, mic ikoje. Kwa mimi ndio nilimwonyesha na karekodi ngoma na mimi nikarekodi. Lakini kipindi hicho ndio tunazo nyimbo zile tukawa tunazisambaza tu wapi Morogoro. Ushaelewa vizuri. Sio kuleta kwa sababu radio zilikuwa Dar es Salaam tu. Kwa hiyo tukawa tunasambaza kwenye tepu mitaani na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo baadaye sasa ukaribu wa Sugu na Afande Sele ukawa mkubwa. Akavutiwa na kipaji. Ukisikiliza sana line za Sugu na line za Afande Sele hata midondoko kwenye hivyo unasemaga midondoko, mianguko nini vina na nini, utaelewa uandishi wa Sugu na Afande Sele kitu kimoja. Yes. Kwa mtu anayejua muziki. Kwa hiyo Sugu akamchukua Afande Sele mpaka Dar es Salaam. Kipindi hicho Sugu anakaa Humbuzi hapa karibu na Biafra hapa. Ndio Afande Sele akawa anaandika nyimbo karibu album ile Niko Mikononi Mwa Polisi ya Afande. Zile zote aliandika Afande Sele. I'm telling you. Album kipindi hicho una rekodi nyimbo 15, sio album za siku hizi nyimbo 5 na album EP sijui nyimbo 6. Nyimbo 15 mpaka 20. Na zote ziweke kichwani hapa. Siku hizi wana rekodi kwa kompyuta. Kwa hiyo mzee aliandika Afande Sele, mwisho wa siku album zimehit. Ushanaelewa? Sugu alichomfanyia Afande Sele akamwambia saa dogo inabidi urudi Morogoro. Sugu alikuwa anamuita Afande Sele dogo. Si mdogo sasa. Ni dogo. Kwa hiyo hata kipindi kile mimi nikae na Too Proud na mimi. Too Proud wote Professor J, Sugu, Sogdog Yanta mimi wote wananizidi umri. Mimi miaka 45 wote vile vidingi vinanizidi umri. Okay. Sasa kwa hiyo David urudi Morogoro ukatafute chumba na kupa na kununulia na ile jiko la Mchina. Unajua majiko ya Mchina yale ya gesi ya mafuta ile yale ya zamani na tambi. Acha utani bana. Kwa nini hicho majiko ya gesi yalikuwa hivyo utukufu yetu sasa? Mafuta ya tambi. Majiko ya gesi yalikuwa hivyo kipindi kile. Bado sana.
Sasa akamnulia na tambi au alimpa tu jiko? Alafu jiko hili hapa nakupa kodi ya chumba 80,000. 80,000 sio 800,000, 80,000. Akatafute geto la kuishi hapa Desere. Morogoro arudi. Hapo kaisha andika album ngapi? 1 2 sijui. Kepo na hiyo niko mikononi mwa polisi afande. Ili hit sana. Na dispute aliyokuwa anasambaza ni FM. Unaelewa, hit sana. Ndio alichokipata Afande Sele malipo yake kutoka kwa Sugu, mheshimiwa Sugu. Na ndio maana Afande Sele na Sugu huwezi ukaweka meza moja. Ndio hiyo sababu. Nafikiri wa Tanzania, watazamaji wa East Africa yote, Kenya, Uganda wameelewa hilo. Watazamaji wa Dudu Baya TV, number 1 TV in the world. Sawa.